kuua wanafunzi. Ujumbe aliopewa ni aende akawafungue watu macho. Haya macho ambayo anaenda kuyafungua sio macho ya vipofu, sio macho ya watu ambao hawaoni, ni macho ya watu ambao wanaona, ni macho ya watu ambao wanasikia, ni macho ya watu ambao wanasoma, ni macho ya watu ambao wanafuatilia. Lakini kuna ufahamu wa rohoni juu ya kile wanachokisoma, juu ya kile wanachofundishwa, juu ya kile wanachokiona, wakione kwa namna tofauti wanavyokiona, na wakifahamu kwa namna ya tofauti wanavyokifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani iko hivi, ufunuo wa mambo ya kiroho sio facts. Facts kwa Kiswahili ni nini? Moja jumlisha moja ni mbili. Imeisha, si ndio? Si ndio? Moja jumlisha moja ni mbili. Yaani hakuna namna. Yaani hakuna utafiti mwingine utakaoenda kuufanya upate moja jumlisha moja ni tatu. Sawa si ndio? Unafahamu hivyo? Lakini katika ufahamu wa kiroho ufahamu moja jumlisha moja ni mbili. Lakini ili upate mbili inakuwa ni moja jumlisha maombi ni mbili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moja jumlisha maombi ndio unapata mbili. Kwenye ufahamu huku mwingine moja jumlisha moja ni mbili. Hiyo imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Sasa tunakuwa kila siku tunaulizana, nchi ni ipi na mbingu ni ipi? Nchi ni hapa tunapokaa, na mbingu ni huko mbinguni. Ni huko juu au ni mbinguni? Huko juu kwenye jua, mwezi, mara mwezi, huko nyota, si ndio? Lakini anasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi mbingu ameitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nayo nchi mbingu ameitoa. Nchi ilikuwa ukiwa, mbingu haikuwa. Au mwandishi anatuchanganya? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ufahamu ambao tunatakiwa tuuone tunaposikia, tunapofuatilia, kwa sababu sio ufahamu tu ambao tunaupokea kwa kufundishwa tu. Ufahamu ambao unaupokea kwa kufundishwa tu na ukafaulu ni ufahamu wa darasani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufahamu wa chuo kikuu huo unafundishwa na unafaulu. Ni tofauti na ufahamu ambao Paulo anauzungumzia. Mimi ninaweza nikawa ni lecturer, nafundisha mambo ya uchumi chuo, si ndio? Lakini pia ni mwalimu mahali hapa. Halo? Haitawezekana
inawezekana